Najua umekuwa ukijiuliza hii ni kweli Wema amejifungua ama sio kweli. Usijali, twende pamoja, majibu yote utayapata hapa. Hello, habari za wakati huu Team Story Lovers. Karibuni tena kwenye channel yetu ya G& Celeb Trending, channel pekee inayokuletea habari zote zinazotrend kutoka kwa celebrities wetu. So, kama ni mara yako ya kwanza kufika hapa, kindly naomba usisahau kusubscribe, like and share video hii ili iweze kuwafikia watu wengi. Kwa sababu yaliyoko humu ndani, ujumbe ni mzito and I hope mtaenjoy. Mitishamba nimekunywa sana. Nimeshakunywa sana dawa za Kimasai hizi. Yaani ilifika point nilikuwa niko very desperate. Zachowe kwamba mtu akiniambia tu kunywa hii na kunywa. Kunywa hii na kunywa. Nilikuwa niko hivyo. Yaani ukiniletea chochote, yaani wewe niambie tu koroga, changanya, kunywa, mimi nimo. Bana, leo tuna habari ambayo imewafurahisha watu wengi sana. Ni habari ya Wema Sepetu na Whozu kuhusu kupata mtoto wao wa kiume, mtoto wao wa kwanza. Watu wengi wameonyesha furaha, pongezi na baraka zao baada ya kusikia taarifa hizi. Lakini mbali na furaha, habari yenyewe, kuna somo kubwa sana ambalo sisi sote tunaweza kujifunza kupitia jambo hili. Na kabla hatujaendelea mbele, naomba uniandikie hapo kwenye comment, upande wa comment section, uniambie wewe taarifa hii au jambo hili umelipokea vipi au limekaaje kwa upande wako. As for me, nampongeza sana Wema Sepetu pamoja na Whozu. Kama tunavyojua Wema Sepetu ametafuta mtoto kwa muda mrefu sana. Toka mwaka 2008 ndio ilikuwa the last time Wema Sepetu kupata ujauzito, na ilikuwa ni ujauzito wa marehemu Steven Kanumba. So sasa hivi Wema Sepetu akapata zake ujauzito and amejifungua mtoto wake wa kiume. Kwa upande wangu hii ni taarifa njema. Kumbusha nyuma kidogo, Wema Sepetu alishawahi kufanya interview na dada Imelda kuhusu swala la yeye kutopata mtoto. Hakuna kitu ambacho kinauma Imelda kama kukaa sehemu na watu wote wanaongelea watoto afu huna mtoto. Mungu atakupa. Experience hiyo kitu just juzi tulivyoenda kwenye, yani I will tell you this, kuna kitu kiko kimenikaa hapa and hata wenzangu pia waliona. Tumekaa tuko kwenye ile meza, tuko mimi, Irene, Jackie, Auntie Lulu, naona K akawa yuko na Paula. Kwa hiyo wamekaa like hivyo wanaongelea hizo mambo, then Lulu akawa anaongelea G and the fact that recently ndo amezaa, and I was just there, I was feeling so lost. Then kuna muda nahisi kama vile maybe utapata kiwa, kwa sababu kama ni kuhangaika Imelda anahangaika. Na hiyo ndio ilikuwa interview ambayo Wema Sepetu alishawahi kuifanya miaka ya hapo nyuma kuhusu swala la yeye kutopata mtoto. Kwa hiyo kama ambavyo watu wengi tumekuwa tukiona kwenye mitandao ya kijamii, Wema Sepetu amekuwa akishare baadhi ya nyakati alizokuwa akilia kuhusu swala la yeye kutopata mtoto. Na ukizingatia ni zaidi ya miaka 15 ambayo Wema amekuwa akitamani sana kuwa mama. Kama ambavyo amesema hapo kwenye interview ambayo alifanya na dada Imelda miaka hiyo ya nyuma, anatamani kuwa kama Auntie Ezekiel, Jacqueline Wolper, Kajala, Elizabeth Michael, Irene Uwoya na wanawake wengine wengi. So Wema alikuwa analia sana issue ya yeye kushindwa kupata mtoto kama walivyo wanawake wengine. And alifika mahali akakata tamaa kabisa, mpaka kusema kwamba hapa nilipofika na umri ulipofikia mimi siwezi kupata kabisa mtoto. Lakini Mungu ni nani? Ile ndoto ya Wema Sepetu kutamani kuwa mama, alitamani sana kuwa mama wa mtoto wa kiume, hatimaye imetimia. Na hapa ndipo tunapata ule msemo wa mwache Mungu aitwe Mungu. Kupitia issue hii ya Wema Sepetu, ile ndoto ya Wema Sepetu kutamani kuwa mama, alitamani sana kuwa mama wa mtoto wa kiume, hatimaye imetimia. Na hapa ndipo tunapata ule msemo wa mwache Mungu aitwe Mungu. Kupitia issue hii ya Wema Sepetu yapo mengi sana ya kujifunza. Twende tukaangalie ni kitu gani ambacho ni muhimu kukitambua kupitia swala hili la Wema Sepetu. Kwanza kabisa, kupitia Wema Sepetu unaweza kwenda kupata ule ujumbe wa wakati wa Mungu ni tofauti na wakati wa binadamu. Mara nyingi sisi binadamu tunapanga mambo yetu kwa muda tunaotaka. Tunapanga lini tutapata kazi, lini tutaanza biashara, lini tutafanikiwa, lini tutaoa au kuolewa, na hata lini tutapata watoto.
Lakini kweli ni kwamba si kila jambo linaenda kulingana na ratiba yetu. Kuna wakati unajitahidi sana lakini mafanikio hayaonekani. Kuna wakati unaomba sana lakini majibu yanachelewa. Kuna wakati unaamini umefika muda wako lakini mambo hayaendi kama ulivyotarajia. Katika nyakati kama hizo, watu wengi hukata tamaa. Lakini jambo hili la Wema Sepetu linatukumbusha kwamba wakati wa Mungu huwa ni sahihi. Hata kama wakati mwingine utaona umechelewa, lakini Mungu hufanya kwa wakati wake. Na message namba 2 unaenda kukutana na ule ujumbe usikate tamaa kwa sababu ya maneno ya watu. Wema Sepetu alisema jamani, kama mnavyojua. So dunia ya leo imejaa maoni ya kila mtu. Watu watakwambia umechelewa, watu watakwambia hauwezi, watu watakwambia ndoto zako haziwezekani, watu watakwambia umeshindwa. Lakini ukweli ni kwamba hakuna mwanadamu anayejua kesho yako. Ndio maana ni muhimu sana kuendelea kuamini safari yako hata kama kuna watu wengine hawaioni. Kuna watu leo wanafurahia ndoa zao baada ya kusubiri kwa miaka mingi. Kuna watu leo wanafurahia mafanikio yao baada ya kushindwa mara nyingi. Kuna watu leo wanaendesha biashara zao kubwa baada ya kuanza kwa mtaji mdogo sana. So kila mtu ana safari yake. Wema Sepetu pia alikuwa na safari yake. And that's why leo hii tunamuona Wema Sepetu hatimaye amejifungua mtoto wake wa kiume baada ya kusubiri kwa muda mrefu. Na message namba 3. I love mami nimepata moja kila kila leo. Tutafutia nyingine. Maana I love daddy ni nyingi sana. I love daddy. Daddy pia lazima apewe hongera zake jamani. Mami nimeshakuja for my baby boy, my newcomer. Hapa kwa Switzerland kama tunavyoona vitu vimetarada. Kuna kila size yake. Baby huyo. And the last Baby thing boy. is, shukrani ni muhimu. Mambo ni moto. Wema Sepetu tunajifunza kwamba tujifunze kushukuru hata kwa kitu kidogo. Kumbuka nao Wema Sepetu amejifungua mtoto ni jambo kubwa sana kwake. Lakini kuna mtu mwingine ni kawaida na watoto 6 mpaka 10. So inaonekana ni kitu cha kawaida, lakini kwa Wema Sepetu ni kitu kikubwa sana. Kwa hiyo kuwa hai ni baraka, kuwa na familia ni baraka, kuwa na afya ni baraka, kuwa na nafasi ya kuanza upya pia kila siku ni baraka. Tujifunze kushukuru jamani, tusisubiri mpaka tupate kitu ndipo tushukuru. Tujifunze kushukuru hata kwa yale madogo ambayo tuko nayo. Na kwa mara nyingine tena, sisi kama Giant Celeb Trending tunapenda kumpongeza sana Wema Sepetu pamoja na Whozu kwa kulisimamisha jiji na kwa kupata mtoto wao wa kiume. So, hongera sana Wema Sepetu, hongera sana Whozu, tunafurahia sana mafanikio yao. Tunafurahia sana issue yao ya wao kupata mtoto. Congratulations Wema Sepetu and congratulations Whozu. Thank you so much guys kwa kustick na mimi kuanzia mwanzo mpaka mwisho wa video hii. Kindly kabisa naomba nikukumbushe usisahau kusubscribe na kulike video hii, lakini vile vile share kwa mtu yote ambaye unatamani ujumbe huu umfikie. Thank you, bye bye. See you in the next video. Muziki wa mnene. Yes wangu kengoro. Leo tunapasha kiporo. Mambo ya ugambi tomorrow. Ai mama. Leo niko po. Na watoto. Kesha Kesha po.